Da, pole. Leo usijali rafiki yangu. Mimi nipo hapa. Nitakupa kampani kama nilivyokuwa nakupa Tifa. Na mimi pia huwa nakupenda. Hapana Shamila. Hapana. Huwezi kunipenda. Kiukweli mimi hisia zangu zipo kwa Tifa tu. Hamna mwanamke yeyote anayempenda. Samahani kama nitakukosea, lakini nikuombe tu nisaidie japo kunibembelezea kwa Tifa ili mradi aweze kunikubali. Sawa, haina shida. Mimi nitaongea naye, yule udugu wangu. Atanielewa tu. Mtanisaidia sana. Haya sawa, mimi ngoja nikuache. Poa. Mbona hivyo baba? Amna mke wangu. Nilikuwa tunaenda rudi hapa mara moja. Ila mke wangu. Si unamfahamu yule rafiki yangu anaitwa Kunambi? Kunambi? Yule mweupe yule. Ewa. Huyo. Juzi nilikuwa nyumbani. Akaniambia nimpeleke kwa mtaalamu. Mimi bila shida wala bila yana. Nikamwambia basi sawa, nisubirie kidogo. Nikaingia ndani, nikabadilisha t-shirt. Kisha nikamwambia twende. Lakini cha kushangaza, huko njiani ndugu yangu ameganda. Anaongea na mtu ambaye haonekani. Mke wangu nice kabisa. Huyo rafiki yangu amechanganyikiwa. Kama sio kuchanganyikiwa, basi itakuwa amedata. Mume wangu, lakini lisemwalo lipo unajua. Na kama halipo basi laje. Siwezi kusema kachanganyikiwa. Lakini huenda labda kuna mtu kweli alikuwa anaongea naye. Mke wangu. Kama sio bali. Yaani inawezekana from nowhere. Anasimama barabarani. Sehemu iliyokuwa nyeupe, anaanza kuongea maneno yake sijui mimi nikipata utajiri, sijui nataka nijenge, sijui niwe bosi nini. Anavimba kabisa. Na tena sitoshe. Akanisisitizia kwamba akipata utajiri nisiende kumwomba hata msaada. Au atakuwa mchawi rafiki yako? Yangu hapo kwenye uchawi. Sifahamu. Sada. Je, umekuja kutoka kwa mume wako? Umekuja hapa kwa shida gani? Mama, nimeshindwa kuishi na mume. Mwanaume ambaye hajui thamani yangu hata kidogo. Anashindwa kunitunza kama mwanamke wake. Kila siku mimi ndo nafanya kazi. Chakula ninunue mimi, kila kitu nimpe. Yeye anatembea kila kukicha, lakini sijaona cha maana ambacho anakitafuta. Mimi nimeona nirudi nyumbani mama, sijaua. Sawa, kama hujaua, umenitoa kwa nani? Ni sawa mama. Wewe unanijua kabisa mimi mwanao napenda nini. Wewe unashindwa kujali sasa. Unalazimisha nikakae na mwanaume ambaye hajui chochote kuhusu mimi. Kapuku. Sasa mimi ni wa kazi gani? Sawa, itabidi nimuite baba, yaje nimuulize. Mnachogombania kitu gani wewe na baba? Mimi kikweli mama, siko tayari na sijalizia hicho kitu ambacho unaniambia. Siwezi kurudi kwa yule mwanaume mimi. Nitaendelea kunyanyasika, nitaendelea kuteseka. Hapana, mimi kama mwanangu itabidi nimuite nimuulize mnachokwazana ndani ya nyumba wewe na baba. Wewe mke wa ndoa sio mke. Kama mke wa ndoa kukuacha hivi hivi kwangu ukae, mimi utanipa madhara. Nitashtakiwa na baba. Wewe kama unamuita muite. Ukizungumza naye tu hivi mtakazungumza, lakini mimi siko tayari kurudi.
Wewe nilivyokuona cha usiku. Maana mguu ulikuwa unakuja nyumbani kwako kumuulizia Tifa. Kwanza sikufahamu. Alafu unamuulizia Tifa. Ukiwa kama nani? Shemeji bwana. Ina maana unajimi kama ni nani? Ni mpenzi wake na Tifa. Yaani vijana sasa hivi mnashangaza. Wewe mpenzi wake na Tifa ukiwa hujulikani hata nyumbani. Na nipo kwenye maandalizi ya kujitambulisha. Basi usijisumbue. Maana huyo Tifa unamuulizia hayo mjio. Yupo mkoani na hawezi akarudi sasa hivi. Yaani sio kwa kesho wala kwa leo. Kwa usishughulishe kijana. Ani Tifa aondoke mimi bila kujua. Na kwa nini aondoke bila kuingia taarifa? Hivyo unajielewa wewe? Sasa wewe nani? Mpaka wewe ujue Tifa kaenda wapi? Wewe nani? Msikiliza shemeji. Naomba uniambie Tifa alipokwenda wapi? Kama kaenda mkoani, hata nje ya nchi mimi nipo tayari nimfuate huko huko. Kwani mimi Tifa nampenda sana shemeji yangu. Naona unajisahau wewe. Eti nataka nijue huko hapo ina Tifa mkoa gani? Nisikize nikwambie kijana. Tifa hayupo na hawezi akarudi sasa hivi. Alafu sio lazima mpaka ujue Tifa kaenda wapi. Kwa sababu wewe sio mchumba wake, sio mumewe na wala una hata udugu naye. Kivipi ujue Tifa kaenda wapi? Haina haja. Kivipi nikikwambia Tifa kaenda kaburini, unaweza ukamfuata? Wacha wewe. Yaani ndio nyumba mwanga, nyumba mganga. Umeshtuka? Afu wewe mchungaji sio utamhubiria nani hapa? Tifa ende kaburini? Tutazikwa wote mimi na Tifa. Haki ya Mungu nakwambia shemeji yangu. Ila baadaye tunaeleza Tifa kaenda wapi. Baba. Naam. Naona nimemwona mwanangu kaja. Kaja kasema mimi maisha na mko wako inagumu. Na mimi kweli nilipomwona binti wangu nimemwona kadhaifika sana. Kakonda sana. Je, kinachosibu kitu gani wewe na mama? Ni kweli mama. Sada alizofika tofauti kabisa na mwanzo. Lakini mama, sijapenda aliyeweza kujitokeza kwake. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokuja kumuoa kwa kipindi nilipokuwa kwenye mahusiano, alikuwa ni binti ambaye kanauli sana. Kila mwanaume anatamani hawezi kumwoa. Lakini mama, nadhani utambua siku zote sikuwa zifanani. Jumatatu na Jumatatu, Jumanne na Jumanne. Hali yangu kwa sasa haijakaa sawa kabisa. Mwenzangu sasa hivi alhamdulillah nimenuka mbilia afua kibanda chake pale pembeni. Na mimi kila nikitoka asubuhi nikijaribu kutafuta riziki nakosa. Ndio hicho chanzo ambacho kinafanya mara kwa mara nakwenda kwa mwanangu zangu. Kwa sababu hali kwa wakati Mwanzo kaenda dukani. Lakini nachokiomba basi muache baadaye ukishajipanga vizuri maisha yako ikiwa mazuri basi mwanangu utamrudia utaishi naye. Lakini kwa sasa hivi nakuomba kwanza muache nyumbani. sawa. Ni kweli Sada amekonda sana. Tofauti na mwanzo tulizofika. Sikatai. Kama nilivyoongea hapo awali. Kila kitu changu kinakaza. Lakini mama, ni ngombo ni gaini tu. Ile ziko ondoka na mke wangu. Ana, ubora mwache hapa kama ugali na bamia tule mimi na mwanangu. Unapojipanga vizuri, maisha yako ikiwa vizuri, utakuja kumrudia Sada. Lakini kwa leo sintomruhusu mwanangu. Sawa. Ndio kweli. Lakini nampenda sana mfano. Acha mimi nikakubali. Nitakachopata nikuja. Sawa. Asante. Sawa, baadaye. Haya. Boro yangu ukipenda mwite Ibla. Vipi kaka? Yaani mwanangu kila ukiniona unaanza utani tu. Sasa tunijana. Ila
Anyway, tuachane na yote. Hivi ule mshikaji anaitwa Kunambi unampata? Ya, namjua. Juzi kati nipo zangu mtaani, kanitimbia. Anataka nimpeleke kwa mtaalamu. Mimi nikaona so kesi. Nikachukuzana naye pale. Mguu mosi, mguu pili, mguu mosi, mguu pili, mguu mosi, mguu pili. Tupolodi mshikaji kasimama. Baada ya kusimama nikaona mshikaji anaongea na mtu ambaye haonekani. Nikamuuliza ndugu yangu, vipi mbona unaongea na mtu haonekani? Mimi ninachohisi ndugu yangu, yule mshikaji kama sio cheese basi kashamba kidata. Kwa ndio hilo. Sasa mbona umeanza na kucheka? Unaambiwa hajachanganyikiwa. Ila kuna mzee yupo, ule mzee anaweza tumia magic.